lakini kuna kesi za jinai ambazo zinaendelea hapa Tanzania saa hii ambazo zinahusishwa na uchaguzi ambao unakuja. Hayo sio mageni hapa Tanzania. Kule kwetu Kenya, mimi nimekaa kotini miaka mingi nikitetea watu ambao wana kesi ambazo zinahusiana na siasa. Kwa mfano, the president says, this is a company owned by the estate of my late brother. Looking at your own document, is the deputy president saying the truth or is he not saying the truth? Remember, you are a lawyer all the time. Huko kwetu Kenya, sisi huongea, sisi tuko na kelele. Unajua hivyo? Siasa zetu za sarakasi. Sisi huongea hata sarakasi, lakini unarudi kwako, familia yako inajua utarudi jioni. Kuna yale matukio kidogo kidogo hapa na pale ambayo yanatutia wasiwasi tukiona yakitendeka huko, lakini kuna kesi za jinai ambazo zinaendelea hapa Tanzania saa hii ambazo zinahusishwa na uchaguzi ambao unakuja. Hayo sio mageni hapa Tanzania. Kule kwetu Kenya, mimi nimekaa kotini miaka mingi nikitetea watu ambao wana kesi ambazo zinahusiana na siasa. Kwa mfano, kuna mwanasiasa wa siasa kali huko Kenya anaitwa Raila Odinga, alijiapisha kama rais. Alijiapisha, alichukua Biblia akasimama Uhuru Park, akajiapisha kama rais wa watu. Rais wa watu. Serikali ikakuja ikashika wale waliomwapisha, ikachukua mmoja ikamtupa, ikamwambia hata sio Mkenya, ikampeleka Canada. Huyo mtu ambaye alikuwa amesimama uchaguzi kama governor wa jimbo la Nairobi. Unajua kusimama uchaguzi kama governor lazima ukue citizen. Alikuwa ameidhinishwa akasimamisha uchaguzi, akasimama uchaguzi kama governor, lakini alishikwa. Akapelekwa Canada. Alikaa huko miaka 5, hawezi rudi Kenya. Akapiga kelele huko airport, wapi? Nikajua serikali sio kitu cha kuchezea hivi hivi. Inaweza kukataza wewe sio mwanamume na ukue sio mwanamume. Nikajua lazima tukue macho. Serikali iko na uwezo ambao labda hatuelewi. Mwingine anaitwa TJ Kajwang', alikuwa mbunge wa eneo la Ruaraka, bado ni mbunge mpaka sasa, ni wakili pia. Yeye makosa yake kwa hilo tukio la kuapishwa kwa Raila ni kwamba alivaa haya mavazi yetu ya kiwakili. Akaenda kwa huo mkutano na mavazi ya kiwakili. Na akashikwa. Na akaambiwa ulivaa hivyo uonekana kama Chief Justice. Kwa sababu sheria inasema kwamba ili kuapisha rais mpaka apishe mbele ya Chief Justice, wewe ulitaka ukae mfano wa Chief Justice. Na akashikwa akatupwa ndani. Tulikaa miaka 3 tukifanya kesi yake. Na kesi yake, unajua Raila alijiapishia Nairobi. Huyu jamaa alishikwa na akapelekwa katika jimbo la Kajiado. Kesi yake ni leo. Tulikuwa tunasafiri kila siku kwenda Kajiado kufanya kesi huko. Lakini mwishowe tulishinda. Ingawaje kuna masuala yetu ambayo yanatukera pale Kenya, swala ambalo sisi tunatilia umuhimu zaidi ni kwamba lazima mahakama yakuwe independent. Kwa sababu sisi hujua kwamba so long as mahakama yako independent, hata ufanye nini, tutakutana pale mahakama. Utanipeleka wapi? Ukishanishika mwishowe utanipeleka pale mahakama. Hapo so long as hapo kwa independent, tutakuaibisha hapo. Najua sisi tunajua kuaibisha watu mahakamani. Tunajua utakwamba bora tu kwamba usiniue. Unifikishe pale mahakamani, mimi niko sawa. Nishike tu, hakuna shida. Tutafikutana pale mahakamani. Na ndiposa wanaharakati wengi Kenya wakishikwa, wao husema nipeleke mahakamani haraka. Hao, unajua kuna nchi zingine hapa Afrika watu wanatetemeka. Nimeona yale ambayo alifanyika kule Uganda juzi, nikaogopa, mahakama za huko sio kama za kule kwetu. If you are that powerful as the incumbent, why can't you allow those opposition people make all the noise they want, then just defeat them on the election? What is it that we fear as incumbencies? Na nilikaa na mwanasheria Paul Mwita na akanieleza ya kwamba the advantage we have as Kenya is that nobody will ever take us back to where we came from. That was very encouraging for me. Sometimes we feel so discouraged by what we are seeing around us. Kwa hivyo, if you feel discouraged, ya kwamba mnaona tabia fulani hapa Tanzania ni kama za kidikteta, that's the nature of waves. It's not for you to give up. Wakati nilipata simu ya kuja katika kongamano hili, wapi huyo mwanadada alinipigia simu. Nilikuwa mahali hapa. Nilimuuliza huko, niko na uhuru wa kuongea kweli ama niko na uhuru kabla ya kuongea? Unajua kwa Kenya huwa tunauliza uhuru wa kuongea una maana gani? Ni uhuru kabla ya kuongea, uhuru wakati wa kuongea, ama uhuru baada ya kuongea? Nikamuuliza huko, niko na uhuru baada ya kuongea kweli ama itabidi nitafute embassy yangu ianze kutafuta jinsi nitarudi Nairobi? So mkiona napita kiwango, Bwana Masawe, unifanyie kidole hivi nitajua. Ukiona napita kiwango, kwa sababu unaelewa kiwango kinafika wapi.